Assalamu alaikum. Ndugu zangu Waislamu, leo tuko hapa kuwajuza kidogo mambo mazuri, ikiwa leo ni tarehe 10 ya mwezi kuu wa Rajab, mwezi uliojawa neema, mwezi ambao Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikwenda mbinguni kuonana na Mola wetu, na ndio mwezi ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituletea sala tano, mwezi ambao tutajifunza mengi. Niko na mwalimu wangu hapa, siko peke yangu, niko na mwalimu. Mwalimu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Karibu sana mwalimu. Asante. Karibu sana. Watazamaji wangu wangependa kukufahamu mwalimu wangu, unaitwa mwalimu nani, umetokea wapi, unahusika na majambo gani katika elimu yako ya kidini na kidunia? Karibu sana mwalimu, ujitambulishe na utuweze kutupa fadhila na neema zinazopatikana ndani ya mwezi huu wa Rajab na kwa uwezo wa Allah alivyokujalia. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Naam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuzitaka rehema na amani ziende kwa Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, nashukuru leo nimekaribishwa na ndugu yangu hapa kama jinsi alivyoweza kusema. Kwanza kabisa ningependa kujitambulisha majina yangu. Kwa majina naitwa Maalim Hamis Maazi bin Idi. Naam, nimetaalaki sana na mkoa wa Kigoma, lakini pia hata mikoa mingine tunaendaga kusaidia baadhi ya majukumu ya kidini. Mambo mengi ambayo tunafanya sisi kwenye dini ni kusimamia majambo yaende vizuri, mambo ya watu wafahamu utukufu wa miezi, watu wafahamu utukufu wa swala, ibada na kadhalika. Lakini pia tunasomesha darasani watoto wadogo, kwa ndo kazi ambazo ninataalaki nazo. Naam, ningependa kuanza na mwezi. Shekhe amenijulisha au amependa kuniulizia kuhusiana na mambo ya mwezi. Ni kweli tupo ndani ya mwezi wa Rajab. Kama sijakosea, mwezi ngapi leo? Tarehe 10. Na leo ni tarehe 10 ya mwezi wa Rajab, maana yake tumebakiza siku 20 kumaliza mwezi. Mwezi huu una faida kubwa sana au nyingi. Faida ya kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lam yasumu sallallahu alaihi wasallam shahran illa Rajab wa Shaaban, kwamba Mtume anasema hakuwahi kufunga mwezi mzima baada ya mwezi wa Ramadhani, isipokuwa mwezi ambao alifunga mwezi mzima ni miezi miwili, ni mwezi wa Rajabu na mwezi wa Shaaban, ndio miezi miwili. Ndio maana leo kuna sunna, kuna watu wanaunganisha miezi mitatu, wanafunga Rajabu, wanafunga Shaaban, wanafunga Ramadhani. Hii ni sunna imetoka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni mwezi ambao Bwana Mtume ameufunga sana. Kwa jambo akilifanya Bwana Mtume, sisi wajibu wetu ni kufanyaje shekhe? Tulifanye. Kwa hiyo hivyo, lakini pia kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema peponi kuna mto unaitwa Rajabu, unaitwa Rajabu huo mto, kwamba maji yake ni matamu kuliko asali. Nadhani tunafahamu ladha ya asali lakini pia maji yake ni meupe kuliko maziwa, sawa. Alafu maji yake yana baridi kuliko hii thaluji tunayojua sisi. Maana yake ni maji ambayo ukinywa, lakini baridi ambayo haina madhara, lakini maji ambayo ukinywa unapata utulivu, matamu tuseme. Maji hayo, mto huo unaitwa Rajabu. Mwenyezi Mungu atamnywesha yoyote ambaye atakayefunga siku moja ya mwezi wa Rajab. Yauman, amesema yauman, siku, yani siku moja ukifunga ndani ya mwezi wa Rajab, Mwenyezi Mungu atakunywesha maji katika mto huo. Sasa basi, swali, unaweza ukanyweshwa maji ya mto wa peponi wewe uko motoni? Haiwezekani. Maana yake hapo habari zake Mwenyezi Mungu anazijua. Kwa tujitahidi tufunge, na usifunge moja. Kama Mungu anakupa afya na wasa, funga siku nyingi, Mwenyezi Mungu anaweza kufanya wasa. Hizo ni faida za funga, zipo nyingi, lakini tutafanya matasara. Kama kuna maswali inshallah atakuja ndio tajibu vizuri. Lakini pia kuna faida za miradi. Kuna 10 la kwanza limeisha, linaishia leo, uradi wake subhanal hayyul qayyum, ndio kila siku unafanya mara 100, habari zake nzito. 10 la pili subhanallahi ahadus samad mara 100, sawa. 10 la tatu subhanallahi rauf, kila siku unavuta mara 100. Lakini pia kuna uradi ambao, sawa, kuna uradi ambao unapatikana ndani ya mwezi mzima, inatakiwa ufanye uradi mara 1000. Uradi wenyewe ni huu: astaghfirullah dhal jalali wal ikrami min jami'i dhunubi wal athari. Pia tena mwalimu, astaghfirullah dhal jalali wal ikrami min jami'i dhunubi wal athari. Huo uradi ukifanya mara 100, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, hii ni hadithi al-Qudusi. Hadithi al-Qudusi ni hadithi ambayo imekuja moja kwa moja kutoka Mwenyezi Mungu kutoka kwa Mtume.
man qala astaghfirullah dhal jalali wal ikram min jami' dhunubi wal athami lam alf marra fi shahr Rajab lam yu'adhibahu fi al-qabri wala fi yawm al-qiyamah fa in adhabtahu falaysa bi rabbih. Mwenyezi Mungu anasema kwamba yeyote atakayesema maneno haya astaghfirullah dhal jalali wal ikram min jami' dhunubi wal atham mara 1000 ndani ya mwezi mzima wa Rajab, Mwenyezi Mungu anasema sintomwadhibu mtu huyo kaburini wala siku ya Kiyama. Na ikitokea mimi Mwenyezi Mungu nimemwadhibu mtu huyo alosema maneno hayo, basi mimi nitakuwa sio Mola wake. Sasa tunajiuliza, kuna mtu ameumbwa na asiokuwa na Mwenyezi Mungu asipokuwa Mwenyezi Mungu? Hakuna. Mwenyezi Mungu ndio ameumba watu wote. Maana sasa hiyo inaweka taukidi kwamba ni lazima Mwenyezi Mungu ukisema hivyo Mwenyezi Mungu hatakuadhibu. Kwa hiyo ni jambo la kutilia mkazo mabwana, tujitahidi tusome ili Mwenyezi Mungu asituadhibu. Na unaweza ukafanya mara 100 muda bado upo, mara 1000 muda bado upo, ukawafanyia na ndugu zako. Mwenyezi Mungu anaweza kufanya sala kama mzazi wako au kama ndugu zako tu ambao utatangulia mbele za haki, unaweza kufanya Mwenyezi Mungu ni yangu uradi huu basi wafikishie ndugu zangu fulani na fulani, Mungu ataweka sala. Kwa hiyo hizo ni faida ambazo zinapatikana ndani ya mwezi huu. Naam Sheikh. Naam. Asante mwalimu, tumejifunza mengi na machache ambayo yaliokuwa na hekima ndani yake. Naam, ndugu zangu tunaendelea kutufuatilia katika kipindi chetu hiki. Tuko ndani ya mwezi wa Rajab. Miradi mwalimu ametuambia hiyo. Kwa wewe ambaye unahitaji kujua au unahitaji tuweze kukuandikia, tuma comment yako hapo chini, tutakuandikia, utajifunza jinsi ya kutumia miradi ndani ya mwezi huu wa Rajab. Tunaingia 10 la pili la mwezi wa Rajab, ambayo mwalimu ametuelezea miradi yake ya kusoma 10 la pili na 10 la tatu. 10 la pili umesema ni miradi gani? Subhanal ahadus samad. Subhanal ahadus samad. Subhanal ahadus samad. Kila siku mara 100. Kila siku mara 100. Neema za Allah zitakuondokea wewe mwanadamu. Karibuni sana katika Nuru ya Ulimwengu. Naam, samahani kabla sijamaliza, kuna vitu viwili ningependa kukumbusha. Jambo la kwanza, tufahamu kwamba mwezi huu hiyo swala ambayo unaiswali imepatikana ndani ya mwezi huu. Sio hivyo Sheikh? Mtume SAW alienda Mi'raji, yani Mi'raji, Isra na Mi'raji ni safari mbili. Isra safari chini, Mi'raji safari kuelekea mbinguni. Alipoenda mbinguni kukutana na Mola wetu ndio akapewa swala 50, lakini kwa takhfifu ya mtume wetu Nabii Musa alituombea zikapunguza ndio zikawa 5, lakini zile 5 zikavishwa, kila 5 ikavishwa 10. Kwa hiyo kiswali swala moja unapata fadhila swala 10. Kwa hiyo 10 mara 5 ni 50. Kwa hiyo swala hiyo imepatikana ndani ya mwezi huu. Na jambo jingine la pili, kwenye swala la uradi huo, sio mpaka ufanye mara 1 mara 1000, hapana. Unaweza kufanya kidogo tu, lakini hakikisha ndani ya mwezi mzima umemaliza. Labda leo mara 100, kesho mara 200, kidogo kupata wasaa unafanya. Kikubwa utimize idadi ya 100 ndani ya mwezi huu. Asante sana mwalimu, tunashukuru kwa kuweza kufika hapa kwetu. Tuko Ubungo Riverside ndio tunapopatikana. Pia tunafanya biashara ya kuuza pikipiki na kusambaza mikoani. Leo tulitembelewa na mwalimu, tukasema hatuwezi kumwacha aondoke bure. Huyu ni mwalimu, sawa, lazima Watanzania wanufaike kupitia yeye, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametaka sana watu ambao wamesoma dini hawatakiwi kujificha nayo, wanatakiwa wafikishe ujumbe kwa namna moja au nyingine. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutukutanisha leo na Sheikh, na tumeona kwa machache haya tuweze kuwafikishia nyie kutokana na wakati tunao sasa hivi. Huu ni mwezi wa Rajab ambao tuko katika 10 la pili tunaingia. Leo tumemaliza 10 la kwanza, tunaingia 10 la pili. Kwa wewe ulioweza kubahatika kuyaona mawaidha haya au maneno haya kutoka kwa Mwalimu Bashan, unaweza kujifunza na ukajua nini cha kufanya ndani ya mwezi huu ili kuweza kupata huruma na neema za Mola wetu ambaye alituumba. Allahumma amina, tuwatakie jioni iliyokuwa njema. Amina. Asante.